Mheshimiwa Mnyika. Mheshimiwa Spika, nimesimama kwa ajili ya kusimamia kanuni ya 53 fasili ya kwanza na fasili ya 6 na kanuni ya 86 fasili ya kwanza, fasili ya 5 na fasili ya 6. Nitaomba kwa ruhusa yako nizisome. Kanuni ya 53 fasili ya kwanza. Isipokuwa kama kanuni hizi zimeagiza vinginevyo, hakuna mjadala wowote utakaoendeshwa bungeni ila tu kuhusu shughuli iliyoingizwa kwenye kitabu cha orodha ya shughuli za bunge na kuwekwa kwenye orodha ya shughuli ya kikao hicho. Fasili ya 6. Endapo hoja haikupelekwa kwenye kamati na imewekwa kwenye orodha ya shughuli, au kama ilipelekwa kwenye kamati na kamati hiyo imemaliza kushughulikia na imewekwa kwenye orodha ya shughuli, hoja hiyo itawasilishwa na kuamuliwa bungeni kwa kufuata masharti yafuatayo. A. Baada ya hoja kutolewa na inapobidi kuungwa mkono, Spika ataomba hoja hiyo ijadiliwe. B. Mara baada ya mtoa hoja hiyo kuwasilisha hoja yake, mwenyekiti wa kamati iliyopelekewa hoja hiyo atatoa maoni ya kamati. Na C. Kama hoja hiyo inahusika ni hoja ya serikali, msemaji wa kambi ya upinzani atapewa nafasi ya kutoa maoni juu ya hoja hiyo. Na maelezo yanaendelea. Kanuni ya 86 fasili ya kwanza inasema, na nukuu, siku ambayo mswada wa sheria uliokwisha kujadiliwa na kamati umepangwa kwenye orodha ya shughuli, waziri au mwanasheria mkuu wa serikali, mwenyekiti wa kamati au mbunge mwenye mswada husika atawasilisha hoja hiyo kwamba mswada wa sheria ambao atautaja kwa jina kusomwa kwa mara ya pili. Fasili ya 5. Mwenyekiti wa kamati iliyopelekewa mswada wa sheria au mjumbe mwingine wa kamati aliyetolewa kwa ajili hiyo atatoa maoni ya kamati kuhusu mswada husika. Na fasili ya 6. Ikiwa mswada wa sheria unahusika ni mswada wa serikali, basi msemaji wa kambi ya upinzani atatoa maoni yake juu ya mswada husika, na endapo ni mswada binafsi au mswada wa kamati, basi msemaji wa serikali atatoa maoni yake. Mheshimiwa Spika, tumekabidhiwa hapa orodha ya shughuli za bunge za leo, ambalo kimsingi Sasa unadili au unanitaka mimi nifanye nini katika nafasi? Nataka kusema ili niseme nataka ufanye nini. Niambie na mimi nijiandae, kama ni nini nitajua namna vile. Toa heading, ni mwongozo, taarifa. Jamani, ni utaratibu, ni mwongozo, taarifa. Sasa mimi sijui anaeleza nini. Sasa nimwache tu ajielezee tu. Eleza, nataka mwongozo wangu au nataka taarifa au nataka kufanya nini? Halafu naeleza, umeeleza hapo, umesoma, nimesikia. Mheshimiwa Spika, nashukuru. Nataka mwongozo wako kwa sababu mapema leo tumekabidhiwa orodha ya shughuli ambayo mosi imekiuka hizo kanuni nilizozitaja, kwa sababu imeweka miswada ifuatayo ikiwa sambamba. Mswada wa sheria na order paper inasema majadiliano yanaendelea katika ngazi ya kamati ya bunge zima. Mswada wa sheria ya petroli wa mwaka 2015, the petroleum bill. Mswada wa sheria ya usimamizi wa mapato ya mafuta na gesi wa mwaka 2015, the oil and gas revenue management bill 2015. Mswada wa sheria ya uwazi na uwajibikaji katika tasnia ya uchimbaji Tanzania wa mwaka 2015, the Tanzania Extractive Industry Transparency and Accountability bill. Kipindi chote, Mheshimiwa Spika, cha uhai wa bunge hili, kwa miswada yote ambayo imewahi kuja hapa bungeni, mswada hoja ikishatolewa, na kanuni ndizo zinavyoelekeza, hoja ikishatolewa ni lazima kwanza hoja hiyo ijadiliwe, iamuliwe, ndio ije hoja nyingine. Hapa maana yake tumeletewa order paper yenye hoja juu ya hoja. Kwa vyovyote vile order paper hii haipaswi kukubalika, inapaswa kuondolewa. Lakini kuna sababu ya pili ambayo ni ya msingi zaidi, Mheshimiwa Spika. Uamuzi wa kuileta hii miswada mitatu kwa pamoja kwa hati ya dharura umekiuka kabisa msingi wa makubaliano, ambayo kimsingi mwelekeo wa makubaliano yaliyokuwepo kwenye semina iliyofanyika tarehe 29, ambapo wabunge kwa kauli moja kwa wingi walikataa kabisa. Tulikataa kwamba miswada hii isiletwe kwa hati ya dharura na isije kwa utaratibu huu. Sasa ni kwa vipi, Mheshimiwa Spika,
miswada hii imeamua kuletwa hivi sasa. Kwa Mheshimiwa Spika, naomba mwongozo wako, na huu mwongozo nitaomba Mheshimiwa Spika usiseme kwamba utautoa wakati mwingine, na ndio maana sikutaka toka mwanzo. Mheshimiwa Spika, nieleweke hapa. Sikutaka toka mwanzo kwa sababu ukisema wakati mwingine huku shughuli zinaendelea kuharibika ni jambo lisilokubalika. Mheshimiwa Spika, hili jambo linahitaji majibu sasa. Ni kwa nini tuendelee na shughuli huku tuna order paper iliyokiuka kanuni za bunge, iliyokiuka mwelekeo wa makubaliano ya wabunge kwenye kikao ambacho tumefanya tarehe 29. Mheshimiwa Spika, hili jambo naomba muongozo sasa. Niamrisha mimi nifanye nini? Uondoe ama sisemi kitu hapa sasa. Toa kwanza maneno ya kuniamrisha mimi. Uondoe maneno ya kuniamrisha mimi cha kufanya. Ondoa hivi. Mheshimiwa Spika, naomba mwongozo wako. Ndio unaniamrisha kwa nini? Huwezi kuniamrisha. Hakuna mtu anayeweza kuniamrisha mimi. Nakwambia hiyo. Ya pili, kanuni uliyosema ndivyo ilivyo. Kanuni ulivyosema ndivyo tulivyofanya. No what? Kwanza kabisa, waheshimiwa wabunge, natamani sana channel yetu ya bunge iwepo. Kwa sababu kuna misleading kila siku, wanatumia kanuni zetu kumislead watu. Mswada huu wa kwanza unasoma hapo, majadiliano yanaendelea. Kwa maana mswada wa kwanza wa jana, majadiliano yanaendelea. Ya pili, katika kamati ya uongozi tuliokaa juzi, na siku hiyo Silinda alikuwepo, tulikubaliana sisi wote kwamba hii miswada sisi sio wataalamu. Kwa hiyo waziri atawasilisha mswada wa kwanza, msemaji wa bunge wa kamati atawasilisha maoni yake, kambi ya pinzani itawasilisha, tutaweka pembeni. Utasoma mswada, tumeamua. Sasa mnataka basi amweni wenyewe. Amweni wenyewe. Sikiliza. Sasa mnitaka mwongozo, mnitaka kelele. Wa pili, tumefanya mara nyingi sana, wala sio leo tu. Haya, pili ni hivyo hivi. Hakuna kanuni iliyovunjwa, hivyo alivyosema ndivyo ilivyokuwa, na wala sio mara yetu ya kwanza kujadili kitu kinachofanana, tukajadili pamoja. Tokeni. Tunaendelea. Mheshimiwa Spika, semina ilifanyika baada ya kamati ya uongozi. Kwa semina hiyo maana kamati ya uongozi ilipaswa ibadilishe uamuzi wake wa awali. Kwa sababu wabunge walienda tofauti na uamuzi wa kamati ya bunge. Hatoki mtu hapa. Hakuna kutoka hapa. Na washa na nini zote. Hakuna mtu kutoka. Nataka ni nani? Mambo ya uhuni tumeshaka kwetu. Washa sasa. Hatuwezi kukubali. Najua. Hatutoki hapa. Waheshimiwa wabunge, hakuna. Tunailisha kikao. Hatutoki. Mezoea. Mtazamaji wa TBC, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesitisha kikao cha bunge kwa muda hadi hapo tutakaporejea tena, kutokana na kwamba upande wa kambi rasmi ya upinzani wanadai kuna kanuni za bunge ambazo zinakiukwa. Kwa hiyo wangependa kuona ni jinsi gani ambavyo, kwa nini wanadai kwa nini miswada mitatu ijadiliwe kwa siku moja. Kwa hiyo kikao hiki kutokana na hizi kelele, basi imebidi kiahirishwe kwa muda. Pengine basi kutakuwepo na majadiliano, halafu baadaye tutarejea basi, kutokana na jinsi ambavyo tutapata maelekezo kutoka ofisi ya bunge.